Growth and feeling good does not work together. Leo hii watu wengi wana give up on their ideas, on their companies, on their firms, kwa sababu zikiwa ndogo tu, zikiwa hazijatokea kuwa chochote, because resilience is not created in them. So vitu vikiwa tu vigumu, they are looking for comfortability. Ndio maana tuna makampuni machache sana yaliyozaliwa na watoto wa Mungu from the church. Watu wasipoajiriwa tu bas wamestack up. Why? Because resilience is not created in them. They want to feel good. Do you know why ajira is so easy? Because you are sure hata nisipokazana sana nitakuwa na mshahara wangu. But building a company, building a business, it takes you to have sleepless nights. Unajua kabisa nisipoamka mimi asubuhi hamna atakayefungua ile duka. That's the thing that most Christians hawajajengwa ku adapt such environment. And the devil is very smart. Shetani haji na violent language. He come with a massaging language. Anawafanya watoto wa Mungu wa feel kama wanaonewa wakiambiwa baadhi ya maneno fulani. Dunia jinsi ilivyo, jamii yetu hii ilivyo, itakuona kabisa unaenda shimoni, and they will clap hands on you. Watakwambia you're okay, you're doing okay. Watu wanapenda kutitiwa kwa heshima ambayo hawajawahi kuwa nayo. Unajua kwa nini nafasi zetu nyingi za heshima hazidumu? Kwa sababu we have never earned it. Most of them watu wamepewa kwa kupendelewa. Na nchi ya namna hiyo ukiiendekeza, rushwa haiwezi kupungua. Moja ya vitu vinavyofanya rushwa kuwa mbaya, inabwetesha potential ambazo Mungu ameficha ndani ya watu. Biblia inatuonyesha watu walio survive kwenye nchi wasizotakiwa, na wafalme wakawaita paka ikulu, yet they were not wanted. Yusufu anatakiwa na kipawa chake akiwa gerezani kwa kesi ya kubaka ni ya kusingiziwa. Nikwambie, isingekuwa kipawa chake, jamaa angeozea gerezani. Now imagine how many things ziko ndani ya watoto wa Mungu, alafu watoto wa Mungu wamekaa kwenye hali ya kudumaa kwenye vifungo vya umaskini. Why? Because hawakutaka kuviachilia vitu vyao. Yusufu yuko gerezani, yet anaona still I can use my potential in the prison. Wewe ungekuwa umewekwa gerezani kule na potential zako, unajua ambacho ungekifanya wewe? Ungesusa. Kwenye Biblia kuna watu hawakupata matokeo, sio kwa sababu Mungu aliwajibu, walikuwa ni wabishi kwenye situation zao. Mungu akaona hakuna choice isipokuwa kuwapa matokeo.